Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii kukaribisha tena katika mwendelezo wa usomaji wa Biblia kwa mpango. Na leo tuko katika kitabu cha Waamuzi sura ya 7, na hivyo nikualike tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Asante kwa sababu unatupenda, unatujali. Leo tena unataka tukufahamu wewe kupitia maandiko matakatifu. Tufundishe sasa upendavyo katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sura ya 7 inaanzia pale tulipoishia katika sura ya 6. Wale wenye kumbukumbu tutakumbuka ya kwamba Gideon alikuwa akijiandaa kwa ajili ya vita, akitaka kudhibitishiwa kwa njia ya ngozi ilipotoka maji na ilipokuwa kavu. Sasa hapa anajiandaa, anaondoka, na sura hii inaanza kwa kutuambia na inatueleza kwa ujumla ushindi ulivyopatikana dhidi ya Wamidiani kwa njia ya ajabu, Mungu akimsaidia. Niruhusu sasa tuanze. Sura hii na mambo matatu. Jambo la kwanza ambalo liko katika mstari wa 1 mpaka wa 8. Hapa ni kupunguzwa kwa jeshi. Alianza na jeshi la watu 32,000. Alafu Mungu akamwambia wale walio na hofu warudi. Na hivyo wakapatikana watu 22,000 wakarudi. Mtihani wa pili ulikuwa katika mto Harodi. Nini maana ya Harodi? Waebrania wanatumia neno charadi kwa maana ya kuogopa, kutetemeka au kuwa na hofu. Uliitwa hivyo kwa sababu ya wanajeshi hawa wa Israeli walivyotetemeka katika eneo hili. Ni kijito kidogo kilicho kaskazini mwa Israeli chini ya mlima Gilboa, karibu na bonde la Yezreeli. Karibu na mji wa Beth-Sheani au mji wa Israeli, karibu na mji huu ndipo mto huu unapatikana upande wa kaskazini mwa Israeli ya leo. Katika kijito hiki 9,700 walikunywa kwa kupiga magoti. Mungu alimwelekeza waache, alafu akabakiza 300 waliokunywa maji kwa kuramba kama mbwa, ndivyo aliwachukua. Kijito hiki kiko umbali wa takriban kilomita 115 hadi 120 kutoka pale Yerusalemu kwa magari wa mwendo wa masaa 2 mpaka masaa 2.5. Ni kijito chenye maji matamu, yani fresh water, maana ni chemchemi ya asili kabisa, ile ambayo ilizungukwa na wakazi. Ndani ya Biblia wanatajwa Waharodi katika Samueli wa pili sura ya 23 mstari wa 25 na Walawi sura ya 11 mstari wa 27. Sehemu ya pili ambao ni mstari wa 9 mpaka wa 15, Gideon anahimizwa kwa ndoto ya adui. Mungu alimtuma aende katika hema ya maadui wa Midiani akasikilize kile wanachokisema. Hapo alipofika pale akakuta askari wa Midiani aliyekuwa ameota ndoto akimsimulia mwenzake juu ya mkate wa shairi ambao ulianguka ukapindua hema, ikitafsiriwa kuwa ulikuwa ni ushindi wa Gideon. Gideon na msaidizi wake Pura wanarudi kwa furaha, maana tayari ushindi umeshathibitishwa na Bwana. Niruhusu twende sehemu ya 3 ambao ni mstari wa 16 mpaka wa 25, ambayo ni ushindi kwa njia isiyokuwa ya kawaida. Biblia inaeleza Gideon aliligawanya jeshi la watu 300 katika makundi matatu. Biblia inaendelea kwa kusema kila mtu alipewa tarumbeta, mtungi na taa. Makundi yote matatu walienda wakaizingira kambi, halafu kwa maelekezo ya Gideon akawaelekeza kila mmoja na kitengo chake. Biblia inasema mwanzo wa zamu ya kati walipokuwa wanabadilisha zamu zao, wakazipiga hizo tarumbeta, wakaivunja vipande vipande ile mitungi iliyokuwa mikononi mwao. Vile vikosi vitatu wakapiga tarumbeta, wakaivunja mitungi, wakaishika mienge kwa mikono yao wa kushoto na zile tarumbeta wa kuume, huku wakipaza sauti wakisema, upanga wa Bwana na Gideon, upanga wa Bwana na Gideon. Halafu Wamidiani walichanganikiwa, wakakosa mwelekeo, na kilichowafanya ikawa ni virahisi kwa watu wa Gideon kuwashambulia na kuwaua, na ndivyo ilivyokufa jeshi la Wamidiani. Na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana, umetubariki pamoja na rafiki yangu huyu katika usomaji wa Biblia kwa mpango. Siku hii ya leo kamsaidia anapofuatilia usomaji huu, ukawe wa baraka kwake. Kesho tena tutapokutana katika sura ya 8, kamfundishe mtoto wako katika jina la Yesu Kristo. Amina.